Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mtazamaji wa Mohab TV, karibu katika makala maalum ambayo inahusu masuala ya masoko ya madini Tanzania, uwazi na fursa za utajiri zinazopatikana katika sekta ya madini. Kabla ya mwaka 2019, biashara ya madini ya dhahabu na vito nchini Tanzania, hususan kwa wachimbaji wadogo na wafanyabiashara, ilifanyika bila kuwepo kwa maeneo rasmi ya kukutana. Hali hiyo ilisababisha kutokuwepo kwa uwazi katika bei, udanganyifu katika vipimo na ubora wa madini, uwepo wa dhahabu bandia, pamoja na vitendo vya utoroshaji wa madini nje ya nchi, jambo lililosababisha wachimbaji na wafanyabiashara kupata hasara na serikali kukosa mapato stahiki. Mageuzi makubwa yalianza mwaka 2019 baada ya kufanyika marekebisho ya sheria ya madini mwaka 2017 ambayo yalipelekea kuanzishwa kwa soko la kwanza la madini Geita likifuatiwa na Chunya. Hatua hiyo iliweka misingi ya uwazi, usalama na uhakika wa biashara ya madini. Leo Tanzania ina masoko 44 ya madini na vituo vidogo vya ununuzi wa madini 120 nchi nzima. Masoko haya yamekuwa mkombozi mkubwa kwa wachimbaji na wafanyabiashara kwa kuwapatia mahali salama pa kuuza, bei elekezi na ulinzi dhidi ya udanganyifu, huku serikali ikipata mapato yake stahiki. Uwepo wa masoko ya madini na vituo vidogo vya ununuzi wa madini umepelekea wimbi kubwa la Watanzania kuingia kwenye uchumi wa madini, hususan uchimbaji mdogo, huku mifumo rafiki, uwazi na uhakika wa kisheria wa kuchimba na kufanya biashara vimeifanya Tanzania kuwa chaguo bora kwa wachimbaji wadogo barani Afrika na wageni kufika kujifunza. Tayari nchi kama Zambia, Malawi, Burundi, Uganda, Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimefika kujifunza kuhusu mfumo huo, na hivi karibuni nchi ya Burkina Faso ilifika kujifunza. Takwimu zinaonyesha wazi mafanikio ya mfumo huo kabla na baada ya masoko kuanzishwa, ambapo mwaka 2018 kwa 2019 mauzo ya madini kupitia mfumo wa masoko yalifikia shilingi bilioni 8 kwa mwaka, ambapo awali fedha hizo zilipotea. Mwaka 2021 kwa 2022 mapato kupitia masoko pekee yalifikia shilingi bilioni 264.09 na mwaka 2023 kwa 2024 biashara ya thamani yenye shilingi trilioni 2.095 na trilioni 1.926 mtawaliwa ilifanyika kupitia masoko hayo. Hali hiyo inaonyesha mwenendo chanya na endelevu wa mapato ya serikali kupitia masoko ya madini. Mathalani, mkoa wa kimadini Chunya, uwepo wa masoko ya madini umeongeza chachu ya uzalishaji wa dhahabu, ambapo afisa madini mkazi mkoa wa kimadini Chunya, Mhandisi Laurent Mayala, akizungumza na Madini Dar, amesema kuna ongezeko la shughuli za madini ambazo zimeleta mageuzi makubwa na hivyo kuchochea ukuaji wa sekta nyingine. Anasema uzalishaji wa madini ya dhahabu hivi sasa umefikia kilo 300 kwa mwezi kutoka kilo 5 zilizokuwa zikizalishwa kabla ya masoko. Kupitia kodi na tozo mbalimbali, mapato haya yanarejea kwa wananchi kwa kugharamikia huduma za jamii na miradi ya maendeleo, jambo linalofanya rasilimali hii kuwa nguzo muhimu ya uchumi wa taifa kwa ujumla. Na hii ndiyo tafsiri nyingine ya kauli kwamba madini ni maisha na madini ni utajiri, uchumi na maendeleo. Tuangalie kwa namna ambavyo madini yanavyochochea maendeleo ya halmashauri. Kutokana na umuhimu wa miundombinu hii, serikali za mitaa zimeendelea kuwekeza kwenye miundombinu ya masoko kutokana na manufaa yanaonekana wazi kwa wananchi. Masoko yamezalisha ajira lukuki kwa vijana kupitia biashara, usajili na huduma mbalimbali. Mfano mdogo ni pale unapofika sokoni, unakutana na makundi ya vijana wakiwa na dhahabu mikononi, wakipokea kutoka kwa wachimbaji na wafanyabiashara kwa ajili ya kusajiliwa ili kuuzwa. Taswira hii inaonyesha wazi
kuwa masoko ya madini yameunda mnyororo mzima wa thamani unaogusa wachimbaji, wafanyabiashara, vijana na serikali kwa ujumla. Kwa ujumla, masoko ya madini yamebadilisha taswira ya sekta kutoka biashara ya dhahabu na vito kiholela kwenda mfumo wa uwazi unaosimamiwa kwa karibu na serikali, ambapo kila shilingi ya Tanzania inayoingia inaonekana. Si ajabu kuwa nchi nyingi za Afrika zimekuja kujifunza uzoefu wa Tanzania, na hii ndio tafsiri halisi kwamba madini ni maisha na madini ni utajiri. Pia ndiyo tafsiri kwamba serikali inasikiliza na inapokea mezani na wadau inachukua hatua kwa vitendo. Kupitia sera mbalimbali ya mifumo na uzalishaji wa masoko ya madini, serikali imehakikisha sekta ya madini inafikika kwa wachimbaji wadogo na wafanyabiashara, huku ikileta matokeo yanaonekana wazi katika uwazi wa biashara, ongezeko la ajira na mapato ya taifa na usimamizi madhubuti. Kwa mafanikio haya, masoko ya madini yanaendelea kudhihirisha kuwa rasilimali za madini si tu chanzo cha mapato, bali pia ni daraja la fursa, ajira na maendeleo kwa Watanzania wengi. Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Makala hii imeandaliwa na Wizara ya Madini na Mohab Media Group na kurushwa kwenye Mohab TV Online na kusomwa na Amisa Musa.